bwana, siku ambayo tumerudi tena kwa mganga, njiani tukakutana na baharia. Baharia akatuita akatuambia, bwana, kuna baharia samaki na baharia nyatunyatu. Baharia samaki ni yule baharia ambaye anatumia njia ya kuogelea na kwenda kudandia meli. Baharia nyatunyatu ni yule baharia ambaye anaonyatia mageti ya bandari, kwa nyatia walinzi, wakisinzia wakishangaa tu unaingia ndani na kwenda kudandia meli. Sasa akatuuliza, nyie ni baharia nyatunyatu au ni baharia samaki? Nikamwambia, bwana, sisi ni baharia nyatunyatu, sisi ni wataalamu wa kunyatia. Basi moja kwa moja mpaka kwa mganga. Kufika kwa mganga, mganga akatugailia ilizi mbili. Moja tukae nayo mfukoni, kwamba tukikutana na changamoto basi ile ilizi inatakiwa sisi tuibonyeze na changamoto inakuwa fursa. Na ilizi nyingine tukafukie makaburini saa 8 ya usiku katika kaburi la 7, na tukikutana kitu chochote basi tusiogope na tusirudi nyuma. Basi moja kwa moja sisi mpaka makaburini saa 8 za usiku. Tulipofika makaburini, kaburi la kwanza, la pili, la tatu, la 4, mbele tukamwona mtu mrefu kavaa shuka nyeupe, ananukia mafuta mazuri, anakuja sisi tunapotokea. Kadri tunavyomkaribia wale mtu tukawa tunazidi kunyong'onyea, kuishiwa nguvu. Dakika ya mwisho tukazimia. Mimi nimekuja kuzinduka nimejikuta nimelala juu ya kaburi katika ile kaburi la 7 ambalo walisema mganga tufikie dawa. Na mganga alituambia kabisa muda ambao tutafikia dawa basi tuongee maneno yafuatayo, kwamba nazika dawa hii na najizika mimi hapa katika kaburi hili. Kama maiti iliyozikwa hapa haionekani katika macho ya binadamu, basi na mimi najizika hapa nisionekane katika macho ya binadamu pindi pale ninapoingia bandarini na ninapodandia meli, basi nisionekanike na wafanyakazi wa kwenye meli. Kweli baada ya kuongea maneno hayo, kumaliza kazi na ndugu yangu Omari wa Mbagala, kweli moja kwa moja sisi tukarudi zetu maskani bichi Deben Natali. Tulipofika zetu bichi, tukaona mwanangu dawa tushafanya na masharti yote tushafanya. Mwanangu sana muda cha kusikilizia, moja kwa moja sisi tukaenda zetu bandarini kwenda kudandia meli. Tulipofika pale getini bandarini, kweli bwana, tukabonyeza ilizi. Tulibonyeza ilizi, tunashangaa wale walinzi bwana wamesinzia, hawajatuona. Sisi tukapenya kuingiza tu bandarini. Ndani mule kuna wafanyakazi kama wote na kila mtu anafanya shughuli zake, na kuja kuzingatia sisi tumevaa mavazi ambayo yanafanana na wafanyakazi wa bandari, overall, elementi, reflector na begi mgongoni. Mule ndani kuna makalani, kuna dereva cleaner, na meli zimepaki kama zote, kama unavyoona magari madogo yanapopaki mjini, na ndio meli zipopopo bandarini bichi Deben Natali. Kwa hiyo katika papatu zetu tukaona meli imeandikwa MSC, Mediterranean Shipping Company. Mimi na ndugu yangu anasema, bwana, meli hii ndio tuipande. Katika meli zote tukachagua meli hiyo. Kwa hiyo moja kwa moja bwana, sisi tukamfuata yule mlinzi katika mlango wa kupandia kwenye meli unaitwa gangway. Kufika pale yule mlinzi saa 10 ya usiku alikuwa kasinzia. Hata sijajua kama kasinzia kutokana na ile dawa tulivyoibonyeza na ile masharti tuliyofanya kutokana na mganga tulivyoyafuatisha, au alikuwa kasinzia kutokana na kachoka. Lakini kwa imani zangu mimi nimeamini dawa ndio imefanya kazi, na ndio siku mimi nikaamini kwamba jamani, uchawi upo, na kama uchawi hakuna basi wewe au jalogwa nasubiri ulogwe ndio taamini kama uchawi upo. Moja kwa moja mpaka ndani ya meli. Kufika ndani ya meli, wafanyakazi kwenye meli wakawa wanatupita na wanatusalimia tu, hai how are you? Fine. Wanajua sisi wafanyakazi wazao, kwa sababu mavazi tulovaa ni mavazi ambayo yanafanana na wafanyakazi wa kwenye meli na wafanyakazi wa bandarini. Sisi tukawa tunatafuta mifuniko kama tulivyoelekezwa bichi Deben Natali kule maskani, kwamba kuna mifuniko na vifunua unaenda chini ya meli underground huko kwenda kujificha. Sisi tukafunua mfuniko mmoja tukaingia chini kwenda kujificha. Kweli story party namba 4 inakuja. Ndugu zangu, niendeleeni kufuatilia, mtasikia hii story mpaka mwisho.